Ya kwanza karibuni sana, ni kwamba hii tukio letu la leo ni maalum ambao tumefungua kambi ya elimu, uchunguzi wa kiafya pamoja na kutoa matibabu chuo chetu cha UDOM, na hii ni katika kuelekea kwenye siku yetu ya kongamano ambayo ni tarehe 11. Lakini pia tulianza kwa Jumamosi kufanya ile fun run ambayo tulikuwa na wadau mbalimbali katika zile mbio. Yote ni katika kuelekea ili tukio letu la kuanzia tarehe 11 mpaka 13 ambao tunafanya kongamano, na theme kubwa ya kongamano ni mazoea yanayotokana na ushahidi wa tafiti na ufumbuzi katika kushughulikia changamoto za kiafya. Kwa hiyo katika kuelekea huyo tukaona kwamba tutoe huduma hizi hapa Hombolo leo na kesho, ambao malengo ni kuweza kuhudumia watu 1500 kwa hizo siku mbili, na imani hicho kwangu itafika na labda hata kuzidi. Na tuna wataalamu bingwa kutoka chuo kikuu cha Dodoma na hospitali yetu ya UDOM wanaoshiriki katika haya mafunzo ya uchunguzi, lakini pia na kutoa huduma za matibabu kwa wale ambao wanaonekana wanahitaji kufanywa matibabu hapa, lakini kwa wale ambao labda wanahitaji matibabu zaidi tunawarifaa katika hospitali zetu kubwa hapa Dodoma. Kwa hayo tukio letu la kesho kutwa tarehe 11 ni kwamba mgeni rasmi anatarajiwa kuwa naibu waziri mkuu Dr. Biteko, na tunatarajia kuwa na watu zaidi kama 500 kutoka ndani na nje ya nchi. Tayari wale wataalamu wetu ambao ni watawasilisha mada kuu wanaotoka nje ya nchi tayari wameshawasili hapa Dodoma, na wengine wako njiani wanakuja. Kwa hiyo tunategemea kuwa ni kongamano kubwa ambao limevutia participation kubwa sana ndani, lakini pia na nje ya Tanzania, ambao wameshirikiana nasi katika kuandaa hili na kulifanikisha kwa kiwango ambacho tunatarajia kifanyike. Kwa majina naitwa Dr. Kitumba, ni mganga mfawidhi kituo cha afya Hombolo. Binafsi kwa niaba ya watumishi wa kituo cha afya Hombolo, kwanza kabisa napenda kukishukuru Chuo Kikuu cha Dodoma kwa ubunifu wao na maamuzi yao ya kufanya kongamano hili katika kituo chetu. Kwa kweli kituo chetu kimenufaika na mambo mengi sana kupitia hili kongamano la UDOM. Kwanza baadhi ya faida au kunufaika na kongamano hili ni pamoja na kukitangaza kituo na huduma zinazotolewa kituoni, kwa sababu kuna baadhi ya vipimo, kuna baadhi ya dawa ambazo zipo hapa kwetu, watu wanaandikiwa, wateja wetu au wagonjwa wanaandikiwa, alafu wanapata hapa bila kusumbuka au kwenda sehemu nyingine. Sambamba na hilo ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha huduma hizi kupatikana katika kituo chetu, kwa sababu kwa sasa tunatoa huduma ni nyingi kama nilivyosema, ni ngumu kuzitaja zote, lakini kwa upande wa vipimo tuna vipimo vyote ambavyo vinahitajika, chemistry, vipimo vya hematology na vipimo vingine ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo wateja wanaogundulika hapa na wanapata hivyo vipimo sambamba na dawa ambazo zinapatikana hapa. Kwa hiyo sina mambo mengi ya kuongea zaidi ya kuwashukuru UDOM. Kwa kweli ukiachana tu na kutangaza kituo, lakini pia tunapata free mentorship kwa watumishi ambao wako watumishi wetu wa kituo cha afya Hombolo. Wanatusaidia yani ni kama fursa ya kutoa elimu na kutoa update ya kuhusiana na matibabu ambayo ni current, ni update. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini pia wananchi wa Hombolo kwa ujumla wananufaika kwa kiasi kikubwa na kongamano hili, na kama mnavyoona kongamano hili ni huduma zinatolewa bure, hamna gharama yoyote. Kwa hiyo wananchi wanafurahi, na kwa kuwa leo ilikuwa ni mwanzo, nadhani kwa kesho inaweza ikawa ni population ikawa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani shukrani nyingi sana kwa profesa na timu yote kutoka UDOM. Nadhani mimi kama kuna event nyingine mimi naomba sana, kwa sababu mimi pia ni part ya UDOM. Mimi ni graduate kutoka UDOM. Nilikuwa naomba
tusisahaulike Hombolo, kwa sababu UDOM na Hombolo ni kitu kimoja. Yeah, kwa shukrani sana na thank you. Meremo, daktari bingwa magonjwa ya ndani na mebobea kwenye figo, lakini pia ni mwadhiri mwandamizi skuli ya idara ya tiba na skuli ya kuu ya tiba pamoja na kinywa, lakini pia ni mganga mfawidhi wa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma tunatekeleza wajibu wa chuo chetu wa kufundisha, lakini pia kufanya utafiti, lakini pia pamoja na kuhudumia jamii na kuangalia changamoto za jamii na kuleta fumbuzi za changamoto mbalimbali. Ndio maana tukaja na jukwaa hili la kongamano la afya, ambalo lengo ni kuwakusanya watafiti wote, wataalamu wote wanaoshiriki mambo ya afya, wahadhiri, watunga sera, ili kwa pamoja tupate kuzungumza na kuweza kuwa na jukwaa la kuzungumza na kupeleka ajenda ya afya mbele. Lakini tukaona ya kwamba tuwe zaidi kwenye utendaji, kwenye mambo makuu ya afya, ikiwemo kufanya mazoezi, lakini pia kuhimiza umuhimu wa kuchunguza afya mapema. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma ni wadau wa magonjwa ya figo, na ndio maana katika nchi hii tunafahamika kwa kuwa kituo cha pili mwaka 2013 kuanzisha huduma za kuchuja, kusafisha damu na hatimaye kuchangia uanzishwaji wa huduma za upandikizaji figo katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa, tukishirikiana na wadau wa chuo cha UDOM, lakini pamoja na Benjamin Mkapa, lakini na wenzetu kutoka shirika la Tokushuka. Kwa hiyo kazi kubwa tulionayo hapa ni kutoa elimu, lakini pia kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, lakini pia na kutoa matibabu. Lakini pia tuwakaribishe katika kongamano letu ambalo litalenga kuzungumzia kuhusu tafiti na vumbuzi mbalimbali ambazo zinafanyika na jinsi ambavyo tukiwa na mazoea ya kuzitumia yatatusaidia katika kutatua changamoto zetu mbalimbali. Kwa hiyo niwashukuru sana wadau wetu ambao tumeungana nao, wakiwepo shirika la mfuko wa NHIF, lakini pia tunao wenzetu wa hospitali Benjamin Mkapa, lakini pia tunao wenzetu kutoka BOT ambao wametupatia vitu vyote vya vifaa tiba kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa maabara, lakini pia tunao wenzetu kutoka Workers Confirmation Fund ambao pia wameshirikiana nasi, wenzetu kutoka Benki ya Taifa ya NBC, lakini pia tunao wenzetu kutoka Medical Council of Tanganyika pamoja na Pharmacy Council of Tanzania, kwa wote na wadau wengine wote ambao tumeendelea kushirikiana nao kuanzia mwanzo na hadi pale ambapo tutahitimisha ile kongamano katika siku ya tarehe 13 pale Mtumba. Kwa hiyo nawakaribisha wadau wote wanaotusikiliza, karibuni Mtumba kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 13 kwa ajili ya kuzungumzia jinsi ambavyo tafiti na vumbuzi mbalimbali tunazozifanya zitatusaidia katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Asanteni sana. Lengo katika shughuli hii ya afya check au kupima ya huduma kwa jamii, lengo ni kuweza kukutana na wananchi wasiopungua 1500. Na lengo letu ni kwamba tuwafikie kwa njia ya elimu, uchunguzi wa awali, lakini pia na kwa njia ya matibabu, tukiamini ya kwamba elimu ukiipata itakusaidia katika kutatua changamoto mbalimbali. Na lengo letu kama chuo kikuu ni kuweza kuwafikia Watanzania walio wengi zaidi. Hili zoezi kama hili limefanyika mwaka jana pale katika hospitali ya Uhuru, ambapo tuweza kuwafikia Watanzania zaidi ya 1020. Lakini pia sio kongamano hili peke yake. Kwa mwaka huu hii ni huduma ya jamii ya 3 au ya 4. Ya kwanza ilikuwa ni siku ya figo duniani, ambapo tuweza kufanya pale katika viwanja vya Nyerere Square na tukaweza kuwafikia Watanzania zaidi ya 1200. Na mwaka huu hili tena ni kwa hatua hii ni huduma ya jamii ni mara ya 4. Pia tulikuwa na wiki ya kitaifa ya afya tulifanya pale viwanja vya Jakaya Kikwete, lakini pia tulikuwa na wiki ya utafiti na ubunifu ya Chuo Kikuu cha Dodoma pale Nyerere Square pia, ambapo pia tuweza kuhudumia zaidi ya Watanzania 500. Kwa lengo la chuo kikuu ni kuweza kuwafikia Watanzania walio wengi zaidi kwa elimu na uchunguzi wa awali, ili waweze kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba wanapambana dhidi ya magonjwa sio kuambukiza pamoja na magonjwa mengine. Ili ni kongamano la pili. Kama tulivyosema, kongamano la kwanza lilifanyika mwaka jana na tuliweza kukutanisha zaidi ya watafiti, wanataaluma, lakini pia na watunga sera zaidi ya 500 katika ukumbi wa Mtumba pale pale Magufuli City.
Na mafanikio mojawapo baada ya pale tumeweza kukutana na watu katika njia mbalimbali na kuanza kuungana kuandika maandiko kwa ajili ya kuandika miradi, lakini pia na kuweza kuungana katika kufanya tafiti mbalimbali ambazo na kutatua changamoto zinazokabili jamii yetu. Na katika mojawapo ya tafiti ambazo tumeenda kuzifanya ni kwenye magonjwa hata ya ndio maana tukatatua changamoto kaja na mbinu nyingine kama vile za kuweza kupandikiza uloto, lakini pia na kupandikiza figo. Ni mojawapo ya vitu ambavyo kama Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na shughuli nyingi ambazo tumezifanya kwenye mambo ya magonjwa mengine ya upasuaji na hata kwa kutumia njia za kisasa zaidi katika upasuaji wa upandikizaji figo, ikiwemo mambo ya kutumia robotic surgery au pia kuweza kupasua wagonjwa kwa matundu ambayo ni kwa njia ambayo sio matundu makubwa. Kwa hiyo vyote hivyo ni vitu ambavyo vinafanyika duniani kote, lakini pia sisi tunaweza pia kuvitumia katika shughuli zetu za kila siku. Ni kweli Chuo Kikuu cha Dodoma kinatoa machapisho mengi sana, na kila mwaka kuna wataalamu mbalimbali wanamaliza, na wote hawa wanafanya tafiti na wanachapisha katika majarida mbalimbali. Kwa hiyo lengo kuu ni kuhimiza hizi tafiti na bunifu ziweze kuonekana katika shughuli zetu za kila siku za kuwahudumia wagonjwa na sio kuziacha kwenye makabati. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Shakilu Jumanne, ni amidi wa Shule Kuu ya Tiba na Afya ya Kinywa ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Ili kongamano linaandaliwa na Chuo Kikuu cha Dodoma kutoka hizi shule kuu mbili, Shule Kuu ya Tiba na Afya ya Kinywa, lakini pia Shule Kuu ya Uuguzi na Afya ya Jamii. Ikiwa ni moja ya majukumu ya chuo kutoa huduma kwa jamii, lakini pia shule hizi kuu mbili zinatoa mafunzo kwa ajili ya kada mbalimbali za afya. Tuna shahada za awali kwa upande wa Shule Kuu ya Tiba na Afya ya Kinywa, tunafundisha madaktari, lakini tunafundisha mafamasia, lakini pia tunatoa diploma za wataalamu wa maabara na wataalamu wa pharmacy. Lakini kuna program za upande wa nursing, shahada ya uuguzi, tuna shahada za kubobea kwa maana ya upande wa tiba, magonjwa ya ndani kama sukari, pressure, figo, daktari ameongelea hapa, madaktari bingwa wa magonjwa ya watoto, madaktari bingwa wa upasuaji, madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, lakini tuna program nyingine kadhaa ambazo tunatarajia kuanzisha pia kwenye mwaka huu wa masomo. Kwa hivyo sana sana tu kuifahamisha jamii, wale watarajiwa wanaotafuta sehemu ya kusoma Chuo Kikuu cha Dodoma kwenye hizi kada za afya tunatoa mafunzo mbalimbali, kwa hiyo wanakaribishwa kufanya maombi na kujiunga na hizi programu zetu. Lakini cha mwisho ni wakaribishe wananchi wa Hombolo kutumia hii nafasi ya kupata elimu ya magonjwa ya afya, lakini pia uchunguzi na matibabu. Kwa hiyo wakija hapa kama ilivyosemwa watapata elimu kuhusu magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa yasiyoambukiza. Na kwa bahati mbaya magonjwa haya dalili zake huwa ni za kimya. Unaweza ukawa una pressure au una kisukari, ikiwa haujapata madhara unaweza usiwe unajua. Kwa hiyo ningependa kuhamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi, hasa hiyo siku ya kesho, ili waweze kutumia hii nafasi adhimu ya kupata uchunguzi, wajue afya zao na kupewa elimu sahihi ya jinsi ya kujikinga. Naitwa Leonard Katarambula, ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma na ni mkuu wa idara ya afya ya jamii. Tuliamua kuleta Hombolo kwa sababu kwanza ni sehemu ya Dodoma ambayo sisi Chuo Kikuu cha Dodoma tupo. Lakini pia ni eneo ambalo lina watu wengi na huduma ambazo zinatolewa hapa. Hapa kuna kituo cha afya, lakini kama tuna madaktari bingwa wa hapo Chuo Kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa, kuna uwezekano kuna wananchi wako hapa lakini hawawezi kupata hizi huduma za kibingwa zilizoko hospitali ya Benjamin Mkapa na hospitali nyingine. Kwa hiyo tuliona tuwafikie wananchi wa Hombolo kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuwafikishia huduma hizi. Kwa kuwa ni sehemu ya jamii ya mkoa wa Dodoma, tumekuwa tukipeleka kwenye maeneo tofauti tofauti, kama ambavyo mwaka jana wamesema tulikuwa Chamwino, lakini mwaka huu tuko Dodoma na tumekuja Hombolo. Naitwa Angela Mzirai, ni meneja masoko na huduma kwa wateja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya
tuko hapa katika programu hii ya UDOM Scientific Conference ambao wamefanya medical outreach program kwa wananchi wa maeneo haya ya Hombolo na Dodoma kwa ujumla. Sisi kama mfuko wa taifa wa bima ya afya pia tuko mahali hapa kuwaeleza wananchi umuhimu wa wao kuwa na bima ya afya. Na sisi kama bima ya afya sasa hivi tumetanua wigo ili kuwafikia wananchi wa aina mbalimbali wa ngazi zote kulingana na uhitaji wao. Lakini pia viwango vyetu vya uchangiaji sasa hivi vimezingatia mahitaji ya watu. Kwa mfano tuna kifurushi ambacho sasa hivi kinaitwa Tarangire. Tuna vifurushi 5 sasa hivi. Na kile kidogo kabisa kinaitwa Tarangire ya afya ambapo mtu anaweza akachangia 168 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunaona ni muhimu watu wakapata elimu, na ndio maana tumeamua kuja mpaka huku pia kuelimisha wananchi ili waone umuhimu wa kuwa na bima ya afya, wajiunge ili wakiwa na changamoto ya afya wapate kuwa na uhakika wa matibabu. Tunafahamu kwamba wananchi wengi wanapata changamoto ya kutokuwa na fedha wakati wanapata ugonjwa, na kwa watu wanaoingia kwenye umaskini kwa sababu inabidi wavuuze mali zao kwa ajili ya kufanya matibabu ya ndugu na jamaa zao. Sasa bima ya afya ni suluhisho ambalo nchi yetu na serikali yetu imelileta kwa Watanzania. Kwa hiyo tuko kuwaelimisha Watanzania kwamba bima ya afya bado ni muhimu sana kwa urahisi wa watu kupata huduma za matibabu. Kwa majina naitwa Mwajuma Ramadhani Salum. Tunashukuru kwa kupata huduma bora kwa afya, kwa huduma tulioletewa hapa. Tunashukuru kwa sababu hapa tunahudumiwa bure, lakini tungeenda labda hospitali nyingine tungelipa, lakini hapa tunapata huduma bure na huduma bora pia. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutuletea huduma hii na tunaendelea iwe muendelezo.